Utaongezea tu. Nitaongezea. Yangu inasikika? Okay. Wale wenye wanaongea tafadhali. Haya. Okay. Once again tunarudia wale ambao mnaongea tafadhali. We are going live now. Mr. Samba, please nisaidie hapo. Wale ambao nisaidie hapo, wale ambao tunaongea so Kigima nabo igokurigereria amang'ana ari ase wizara eri iyobocheno. Karibu sana irinde tunyare kusanga asinchira eng'ekerano Kigima ukuruko Matilda Obaigwa na aiga ase emeza ritukeriga ninde nere omoriki obotambe ase wizara eri iyobocheno Madam PS gose omoriki obotambe katibu mkuu Mary Muthoni. Karibu sana asinchira ayabera madam. Good evening. Asante abagusiba minto mbuya more. Mbuya bare, karibu sana Kisii. Amarietane nigo mkorokwa Mary Muthoni aka Nyaboke. Nyaboke, karibu sana asinchira. Asante sana, nimefurahi sana kufika hapa. Tugusaba umuhancho burigere tugusaba mabere kyagrandi go turatumeko mono bwo Giswahili ase bonsi nabo igoko mono tunyare gusanga Kigima nakorigereria sabari yoko ene kibuna ensemo eri yobochenu yanyare konya gusobo kolerio bya kwenanirwe ase ensemo eri yobochenu igoko karibu sana nande nigo turasange asinchira ye Giswahili. Madam, karibu tena. Umepewa matoke. Matoke hata nitabeba. Nimeanza nimeshakula ingine, ndizi nimekula, kule milimani. Yes. Na Kisii region is ni mahali penye pako beautiful sana. Sasa mimi tumefurahia kufika hapa. Yes. Na Wakisii ni watu wazuri kabisa. Umesema jina ni Mary Muthoni na pia umesema umepewa Nyaboke. Ushapewa Nyaboke. Karibu sana. Ana ukiweza kuwaongelesha wapenzi watazamaji wa huko Kisii, ukawaeleze labda unafanya kazi, cheo chako ni kipi katika sekta ya afya. Sasa nimeshasema kwa majina Mary Muthoni. Na nimefika hapa Kisii nikapatiwa jina Nyaboke. Nikasema sawa kabisa. Mimi ni katibu mkuu katika wizara ya afya. Yes. Mambo ya public health. Na mambo ya public health sisi ndio tunaambia watu kila licharo nawa mkono. Ukiamka nawa mkono. Ukienda msalani nawa mkono. Okay. Kwa sababu mambo yetu ni kufundisha watu mambo ya prevention na promotion. Na ndio mnaona ya kwamba tunaendelea kama nchi vizuri. Tunataka kupunguza ile magonjwa mengi
ile yenye tunaweza tukafanya prevention hapa kwa the bottom of the pyramid. Other than that, sisi kama wafanyikazi wa serikali tumejiunga pamoja, tunajiita Jamii Imara Mashinani. Yes. Kwenda katika kila jamii kuwafahamisha na kuwaambia ile maneno serikali kuu inawafanyia. Na pia tunashikania sana na county governments kwa sababu wananchi wako na haki kujua ni nini serikali inawafanyia. Nikianzia pale kwa Ministry ya Health, nikiangazia unaona ya kwamba tuna reforms mingi sana katika pale afya. Kuanzia mambo ya SHA, mambo ya healthcare workers, mambo ya commodities, mambo ya infrastructure, tukishikania na serikali gatuzi. Nimeshukuru sana kwa hayo. Kabla tuendelee katika sekta ya afya, Jamii Bora Mashinani, mnagusia sekta zipi? Yes, Jamii Bora Mashinani. Ukiangalia hapa Kisii, ukienda kwa agencies fulani, agency ya maji, agency ya fisheries, agencies mingi, utakuta wale vijana wenu na wasichana wenu pia wanafanya kazi pale. Na vile tunasema ni ya kwamba wewe kama ni mfanyikazi wa serikali na umepewa kazi, nenda pale chini uaguzie ama uwaambie wananchi ni kazi gani hizo agencies zinafanya. Tuko na agencies mingi sana, zimepita hata 300 katika Kenya nzima. Kwa afya yenyewe tuko na agency yenye iko na wanajitayarisha kumanufacture madawa. Kuna wengine wanaangalia mambo ya wafanyikazi wa afya. Kuna wengine wanaangalia mambo ya dijitali, wengine wanaangalia ya SHA. Tukienda kwa agriculture utakuta kuna wale wanaangalia mambo ya maziwa, prices za maziwa, kuna wale wanaangalia kahawa. Sasa sisi tumeshikana wote ndio tuweze kuenda unyo kwa unyo kwa wananchi na tuwaambie tunafanya kazi, tulipewa kazi na tunafanya. Na ukiangalia katika bottom up economic transformation agenda, iko na agenda 5. Agenda ya kwanza ni afya. Agenda ya pili ni dijitali, ile tunaita digital economy. Agenda ya 3 ni ile ya housing. Agenda ya 4 ni ile ya agriculture. Na agenda ya mwisho ni ile ya micro and small enterprises. So ukiangalia hizo agenda zote na uangalie ni nini inaendelea katika nchi, utajua ya kwamba serikali inafanya kazi. Lakini pale chini labda mwananchi hajafikiwa na ile information. Hajaelewa. Sasa kazi yangu ni kukuja pale kwa mwananchi na kumwelezea. Nianzie mambo ya micro and small enterprises. Umeona mambo ya Nyota. Project ya vijana. Vijana wenye hawajapita hata form 4. Hawajapita grade 8. Lakini wanapatiwa fedha waende wakaanzishe biashara kule mashinani ama hata viwandani. Vijana wanapewa pesa pia ya kuelevate ama kuenhance, yani kuongezea biashara zao. Ukitoka hapo na pia hapo kwa MSME iko fedha nyingi pia. Iko pale, iko ya wamama, iko ya youth, iko ya wafanya biashara kijumla. Ukitoka hapo tunaenda housing. Hapa aswa Kisii, iko mambo ya housing inaendelea. Unakuta watu wale wa chini kabisa, the informal economy, wana benefit to live in a decent house. Ile yenye labda haukuwahi fikiria ati utawahi ishi kwa hiyo nyumba miaka milele. Lakini sasa unapewa funguo, unaambiwa hii nyumba ni yako, iko na choo, iko na kufuli, iko na kila kitu, iko na bafu, shower. Lakini hapo kwa affordable housing, labda wengine huwa wanafikiri like they don't need the houses. Wanaona ni kama serikali inajaribu
kuwasukumia hizo nyumba. Na ndio maana tuko hapa tuwaambie kwa nini Waambie wanahitaji kwa uzuri nyumba. wa hizo Tuwaambie kwa houses. nini hata wewe mrembo unahitaji nyumba. Usiende ukashinda ukikodisha nyumba na uko na uwezo ya kulipa ile polepole ndio upate nyumba yako mwenyewe. Iko maneno ya agriculture. Yes. The region of Kisii region Okay. ni region ya Kisii ni agriculture. wakulima. Yes. Ni wakulima. Aha. Sasa serikali ya William Samoei Ruto inatoa fedha, inatoa prices ya fertilizer kutoka 7,000 inashuka mpaka 2,500. Ndio wakulima wapate kulisha mashamba yao na kuendelea kulima bila stress. Na ukiangalia hata maneno ingine ya kidijitali kama wewe, mimi naona ni mdogo wangu kiasi, lakini ni kuangalia tu, sijasema. The youth. Mambo ya kidijitali. Yes, mambo ya kidijitali. Vijana wengi wako na ile smartphone, lakini wanatumia ile smartphone saa zingine kutusi watu kwa mtandao, saa zingine kupost vitu zingine hazifai. Lakini pale kwa mtandao unaweza ukatengeneza fedha yako ukitumia kidijitali. Umeona pia ministry, na tuko na director wa Konza hapa. Huyo director anaweza katuelezea venye wameweka internet kwa kila market katika nchi yote. Na pia kupeana computers na laptops katika mashule na katika digital hubs zile ziko kwa, pale kwa counties. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa serikali, sisi ndio mouthpiece na sisi ndio tunafaa kuja kwa mama zetu, dada zetu, watu wa jamii, tuwaeleze. Ndio jamii ikishikana itasimama imara. Shukrani kabisa. Na jamii lazima zisimame imara mashinani. Na hapa katika hii region ya Kisii na Nyamira, wale watu wanafanyia kazi serikali wako hapa, wamekuja ndio tushikane mkono, ndio tuendelee vizuri. Shukrani kabisa. Na Tukirudi... tusisahau mambo ya shule pia. Unakumbuka tuko na 100% transition ya watoto wenye wamemaliza shule, wenye wana join junior secondary, senior secondary. Yeah. It will be important that 100% transition. Ndio watoto wengine wasiwachwe nyuma. Wengine wamesoma, wamepita, wako na exceeding expectation. Lakini sasa wako pale nyumbani wanasema sina uniform, sina fedha ya kunipeleka shule. Lakini rais ameshaamua, amesema kila mtoto aende shule. Sasa sisi tumekuja kuona hapa Kisii kama bado watoto wako kwa manyumba. Lakini tunashikana pamoja na watu wa hapa Kisii ndio tufanye hii kazi vizuri, na pia tuwaambie watu waendelee, kama ni mambo ya afya, waendelee kujiandikisha katika ile Social Health Authority ndio wapate waweze kupata services katika mahospitali zile ziko hapa Kisii na Nyamira kwa urahisi. Asante sana. Madam, tukiangalia katika sekta ya afya, katika Wizara ya Afya, kutoka transition from NHIF to SHA, kuna wengi ambao wameishi kusema afadhali tungetumia ule mfumo wa kitambo, tungerudi huko kwa NHIF. Wanasema labda SHA haifanyi, wengine bado hawajaregister, sijui labda kuna kizungumkuti pale. Sasa wacha tu nikuambie ukweli. Katika NHIF wale watu walikuwa wana benefit katika hiyo NHIF ilikuwa 20%. 20% peke yake. Hata saa zingine ilikuwa 18%. Hiyo ni kumaanisha wale Wakenya wengine wote walikuwa wanarudi kwa mfuko kutoa pesa ndio waende hospitali. Yes. Vile SHA imefanya ni kulete mradi yenye ama ile quality care yenye itafanyika, itapewa kila mtu ama itapata kuweza kila mtu anafaidika kwake. Tuko na funds 3. Fund ya kwanza ni ile inaitwa Primary Health Care Fund.
Na hiyo fund ndio inasema mwananchi yoyote, wewe jiandikishe tu. Ukijiandikisha nenda hospitali. Ile hospitali ya hapa chini, level 2, ama ile tunaita dispensary. Yes. Health facility na level na sub-county hospital. Wewe ukifika kwa hiyo hospitali outpatient, kama umejiandikisha, usilipe kitu. Enda, tibiwa, pewa dawa, nenda nyumbani. That is the first fund. Fund ya pili ndio tunaita Social Health Insurance Fund. Na hiyo sasa ndio tunasema kama mimi mfanyikazi wa serikali nitatolewa 2.75 ya my salary. Yeah. Mshahara yangu itakatwa 2.75. Ukifanya 2.75 ya mshahara yangu, labda itakuwa more than 20,000. Kwa sababu ninaweza. Hiyo 20,000 inawekwa pamoja na hata yule ametoa 300. Tunasema hiyo ndio itakuwa inashikilia the secondary level ya kutibiwa. Ndio kila mtu akue na nafasi ya kwenda hospitali. Fund ya tatu tunaiita Emergency, Chronic and Critical Illness Fund. Unakumbuka ya kwamba kitambo hiyo NHIF unaongea juu yake, mtu angepelekwa hapa Kisii teaching and referral, kwanza unaambiwa kabla hata daktari akuje, wekelea nini? Deposit. Na si deposit ya shilingi 2. Kwanza unaambiwa wekelea 20,000. Utatoa 20,000 wapi? Ni usiku. Umegongwa na bodaboda hapo, umetoka kazi, umetoka mjengo. Unaambiwa wekelea 20,000 ndio tukuitie tu daktari. Daktari akikuja anasema wekelea yangu pia. Sasa hii fund ya emergency, chronic and critical illness ni ya kumake sure kama kuna mtu yoyote amepatwa na emergency fulani, hata hapa kwa nyumba, unajua unaweza ukateleza hata hapa uanguke, Unaweza ukaumia ukifanya uumie. kazi. Yes. Ukipelekwa hospitali, tibiwa. Ukitibiwa kesi baadaye. Na hiyo mtu Sasa anaipataje? Hizo tatu, that is the difference between NHIF yenye ilikuwa na fund moja peke yake na hii nyingine yenye tunasema ni ya kila mtu. By the way, what we are doing, venye tunafanya sasa kama serikali, it is to fulfill constitution yetu. Kwa sababu constitution yetu Article 43 inasema ya kwamba kila mtu anafaa kuwa na right ya the highest quality health, to attain the highest quality health at any given time. Whether uko hapa Kisii, uko Mandera, uko Mombasa. Si ati mama wa Kisii wako na facilities, wengine hawana, ama wale wako Mombasa hata hawawezi wakakuwa accepted, ama discrimination. So ni kusema inaleta usawa kwa Wakenya wote. Inalete usawa kwa Mkenya yoyote. Inalete usawa kwa Wakenya wote kupitia SHA. Nimekuambia hapo mbeleni ya kwamba tulikuwa na only 20% na wengi wao ni wale walikuwa employed kama mimi. Wale wengine wa informal sector walikuwa ukigonjeka, toa pesa kwa mfuko, nenda ukalipe. Ukigonjeka tena, hata ukikuwa mahututi, unatoa pesa kwa mfuko, ndio tunashinda harambee, harambee, harambee. Sasa hizo harambee WhatsApp ndizo tunataka kufunga, ndio watu waweze kuenda hospitali na mtu anatibiwa bila tashwishi yoyote. Madam, najua ile swali unataka kuniuliza. Najua unataka kuniuliza. Kuna delays, mtu akienda hospitali anaambiwa kuna delays, system iko down, ama unaweza kungoja enda ukuje kesho, SHA itafanya sasa hivi. Hiyo story ya system, mimi nataka unipatie specific facility. Uniambie mimi nilienda kwa hii facility, alafu there was a system downtime, na ilienda hivyo siku 3, siku 4. Unajua system ni kama mwili yako. Saa zingine hata wewe unasikia uko fatigued, saa zingine unasikia hata utaki kutoka kwa kitanda. So saa zingine
inaweza ikakuwa kuna itirafu hapa na pale, lakini sio kila siku. Hiyo huwa ni makosa ya Hiyo nani? mambo nimekwambia ni kama mwili yako. Yes. Unaona, saa zingine uko mgonjwa, saa zingine uko down, uko hivi. Ni kama system iko hivyo. Because imetengenezwa na binadamu. Yes. Ni kama tu pia gari. Saa zingine unaweza enda kuwasha ukute gari imekwama, labda battery iko chini. Unaona? So sometimes hata huwezi ukablame mtu yoyote kwa sababu itarekebishwa. Ile shida ni kama kuna shida leo, shida kesho na hakurekebishwi. Lakini kama iko shida leo na kesho imesharekebishwa, tuendelee na maisha. System Na iko sawa. tutaenda. And by the way, hiyo maneno ya system nilisikia kitambo sana. Ndio maana nakwambia nipatie ni hospitali gani imekuwa na shida ya system leo. Ndio niende hapo kesho nijue shida iko wapi. Na najua swali ingine unataka kuniuliza ni wananchi wanasema tumewaambia walipe mwaka mzima na NHIF walikuwa wanalipa mwezi mmoja. Mi nataka kukuambia hivi. Ile gari yako iko kwa garage. Hauwezi ukaitoa hapo kama haina insurance. Hii mwili yetu ni kama hiyo engine. Tusitembee kwa barabara kama hatuna insurance. Na hiyo jibu ya kusema mwaka mzima, mimi nataka kusema serikali iko na solution. Tumelete mambo inaitwa lipa SHA pole pole. Sababu hatutaki uumie. Labda mshahara yako ni kidogo na hautaweza kulipa 3,600 for the whole year. Labda wewe ni mama wa sokoni na labda mapato yako ni kidogo, mtu wa mjengo mapato yako ni kidogo. Serikali imesema nitakupea ile fedha, ulipe kidogo nikupea ile fedha, halafu wewe utaniambia utanirudishia vipi. Utarudisha kwa siku, utarudisha kwa wiki, ama utarudisha kwa mwezi, ama hata ulipe yote. Na sasa ninataka kukupatia hesabu. 3,600, which is the lowest, divide by 12. Ni pesa ngapi? 300. 300 kwa mwezi. Ukipiga hesabu 300 divide by 30 10 shillings kwa ni siku. shilingi 10 kwa siku. Kuna wale watu wa kule nje wanafikiria mimi siwezi nikalipa ile fedha 3,600. Tumekupatia option. Wewe nenda pale kwa system ya SHA, jiandikishe na ujue ukijiandikisha katika level 1, level 2, level 3 and level 4 outpatient is free. Inafanya kazi. Halafu ukienda sasa secondary ile inaitwa county facility ama kama Kisii teaching and referral, lazima ukue referred na lazima ukue umelipa nini? Ile pesa yako. Sasa unaambiwa unaweza ukalipa ile 10 bob ama ulipe ile 300 ama ulipe ile 3,600. Na hata unapewa option ya wiki moja, ile unaweza sema times 7. Si hapo umesaidika? Hatutaki mtu yoyote akuwe na shida yoyote katika hii nchi mambo ya hospitali. Shukran Lakini kabisa. pia nataka kukuongezea mam. Yes. Mi nataka kukuongezea sababu mimi sitaki kutoka hii region kama mtu yoyote ako na swali na mambo ya afya. Labda kujiandikisha katika SHA na labda hapo kwa kulipa mdogo mdogo mtu anapata like haya maelezo ya kupeana kwa serikali kwamba nitakuwa nikilipa baada ya mwezi mmoja, wiki mbili, atakuwa nayapeana vipi? Steps ambazo yeye anafuata. Hiyo steps iko yote pale. Kwa sababu ukienda kwa system utakuta lipa SHA pole pole. Ukipiga lipa SHA pole pole itakupeleka step by step venye utakuwa unalipa na venye hata ile fedha utakuwa unalipa. Kujiandikisha hiyo SHA yenyewe, kuna wale ambao wajaregister bado hadi wakati sasa huu. Hapo ndio tunaanzia. Kwanza registration which is *147 hash. *147 hash. Ukiregister halafu basi itakuonyesha venye utafanya nini, venye utalipa. Na unaweza ukajiandikisha mahali yoyote. Tena wale CHP tuko nao
kama hapa Kisii County, there are 2,983 Community health promoters. community health promoters. Wanyamira, there are 1,340. Hiyo ni jeshi. Hao wote wanaingia kwa manyumba hivi. Kila CHP amepewa 100 households na ameambiwa tembelea wale watu, ona kama kuna mtu anasikia vibaya, na hata kama usikii vibaya unaambiwa wacha kwanza ni kupime. Anakupima blood pressure, anakupima blood sugar, maneno ya sukari, anakuangalilia mtoto ile maneno ya malnutrition, anakuangalia wewe kama hata kitchen garden uko nayo, na anakuandikisha SHA, na anakufundisha maneno ingine ya nutrition yenye unafaa kuendelea kuwa unafuata. Sasa hiyo yote, hiyo ni point number 1 mwenye anaweza akakusaidia kuregister. Pale kwa cyber kuna mtu anaweza akakusaidia kuregister. Kwa maofisi za SHA unaweza ukasaidiwa kuregister. Pale hospitali ukienda, usiende uambiwe wewe hujajiandikisha. Mwambie nisaidie kujiandikisha. Sababu wanafaa kukusaidia kujiandikisha. Hakuna mtu yoyote anafaa kurudishwa nyumbani kwa sababu hana pesa na hajajiandikisha. Anafaa kusaidiwa kujiandikisha. And as we talk right now, the people, wale watu wamejiandikisha ama wamejisajili katika nchi mzima ni karibu 29 million out of the possible 55 people in the country. And you see, hatujiandikishi mtu binafsi. Tunajiandikisha per household. Kama ni boma ya Ongwae, anajiandikisha yeye, ana upload mambo ya bibi ama na ana upload watoto. Na haijalishi wewe uko na watoto wangapi. Wacha sasa hapo ni insist. Na kama uko na bibi watoto ni wa Mungu. Watoto lazima watibiwe pia. So ile kitu nyingine ningeongezea mambo ya SHA, mambo ya referral system. Tumetengeneza kitu inaitwa referral. Na hiyo mambo ya referral imekuwa. Lakini saa zingine watu walikuwa wanachanganyikiwa. Wewe unaenda referral, ile hospitali inaitwa teaching and referral. Unaenda kutibiwa homa. Unaenda kutibiwa just a small cut with a razor. Sasa tunakuguide, tunakuambia anza hapa chini. Kwanza angaliwa, hata kama ni nurse, akuangalie, akurify kwa clinical officer. Ndio hizi hospitali kubwa tubakishe ya kwamba ukiwa mgonjwa zaidi utapata daktari wa kukutibu. Sasa unaenda kwa daktari wa kupasua roho ama daktari wa kutibu magoti, daktari wa kutibu wenda wazimu, unataka kutibua na yeye homa. Hivyo ndivyo tunasema, tafadhali itikia upatiwe hiyo referral. Kama daktari wa hapa chini ameona wewe hii ugonjwa yako you're not getting better, anakupatia referral ndio uende pale. Juu nimeenda mahali kwingi sana, watu wananitokea wananiambia mimi nimeenda kwa ile teaching and referral nikakuta jina yangu haiko hapo. Sababu hautapata jina yako iko hapo ukijipeleka wewe mwenyewe. Ukikuwa referred, everything is digitized. Utakuta jina yako iko hapo, utakuta daktari amekungoja na kuuliza Nyaboke, ni wewe. Shukran kabisa. Tungeweza labda tuangazie ugonjwa wa saratani, kansa. Labda katika eneo la Gusii, Kenya mzima, na haswa cervical cancer ambao inaangaliwa mwezi huu wa Januari. Sijui unaweza sema lipi kuhusu kansa? Ndio cases zimeenda juu sana.
Kansa ni ugonjwa hatari sana. Aswa kansa ya nyumba ya wamama, cervical cancer, Yes. ni ugonjwa hatari zaidi. Na hii mwezi especially tunaongea mambo ya cervical cancer awareness. Inaitwa cervical cancer awareness month. Yeah. Hii mwezi ya January yote mpaka 31st of January. Na ikishika wamama inawalete chini sana, either socially ama economically. Unakuta mama withdraw, kama alikuwa na chama anajiondoa sababu ya aibu. Unakuta kama alikuwa kanisani amewacha kwenda kanisa sababu ni mgonjwa, ama ananyamaza kabisa, hataki watu wajue yeye ni mgonjwa. Na pia economically inawalete chini sana. Unaenda chemo sessions, kama ulikuwa na soko, vitu unauza soko pale, unakuta siku 3 kwa wiki haujaenda pale. Sasa unakuta hata ile fedha kidogo ulikuwa unapata imeenda chini. Na unajua wamama ndio nguzo ya familia. Ile kitu ningependa kusema ni ya kwamba serikali imechukua hatua. We have already tumelaunch ile elimination plan ya Kenya. Na tumeweza kuanzisha cancer oncology centers, ama cancer centers, regional cancer centers. Na hapa Kisii iko moja inajengwa. Pia tumeweza kueneza ama kufanya ile inaitwa health education katika vijijini. Na ndio maana tunataka watu wajitokeze. Wamama wajitokeze, waende wakapimwe ama wakafanyiwe screening. Tunataka 70% of Kenyan women wakuwe wanaenda kufanywa screening. Voluntary. Kama wewe hujasukumwa, wewe unaenda kufanyiwa screening. Wale wasichana wa umri wa miaka 14 kwenda chini, pia wao waende wakafanyiwe vaccination. Wakapewe HPV vaccine. Sababu protection for cancer will only be eliminated by screening and vaccination. Na ya mwisho, treatment. Treatment ya kansa ifikie wamama wote. And 90% of those treated ikue wanapona. Kwa sababu gani? Wale wamama wote wamejipeleka hospitali. Kila mwaka almost 6,000 women wanakuwa diagnosed na cancer. And out of that, half wanakufa. Kwa sababu gani? They go late. They are screened late. It is detected late. So haiwezi ikafanyiwa nini? Reverse. Sasa unaona, how half tungekuwa we could be saving them. Kama wangekuwa wamejulikana mapema. Sasa ningeomba ya kwanza, let's vaccinate our girls. Let us go for screening. And let us offer, and the government is ready. Serikali iko tayari ku-offer the highest level and the highest standards of healthcare. Wacha nikumalizie, ma'am, kwa sababu SHA yenyewe iko na tarifu ya cancer, ya kutibu cancer, not just cervical cancer, ya 800,000. Na unajua hiyo ilitoka pale chini kwa 300. Tukaangalia hivi, tukaona bado watu wako na shida. Tukaongezea ikafika 550. Saa hii imefika 800,000. Ndio watu wakienda hospitali asikuwa anaambiwa session yako imeisha, sasa rudi nyumbani, na bado haujapona. Katika serikali kusaidia labda serikali kubwa kwa serikali za county katika mambo na equipping the healthy facilities na mambo ya cancer treatment, mumefikia wapi? Tuko na mradi kubwa sana. Tumeshikana sisi national government na county government. Inaitwa National Equipment NESP Services Program.
Na hii program, it is to make sure that county governments Yes. are able, ama wametuambia ni mashini gani zinahitajika kwa zile mahospitali zao. Na nina furaha sana kwa sababu wale magovernors wote tuko nao Kenya wamesign up na wamesema ati wao wanataka mashini fulani na fulani na fulani different hospitals. Kama ni mashini ya renal, kama ni mashini ya oncology, Yes. kama ni CT scans, kama ni radiography machines, wametuandikia. Na hizo mashini zimeanza kufika katika counties. Na tutaendelea mpaka tuweze kupata ya kwamba all the facilities ziko na zile mashine zinahitajika. Kwa nini? Kwa sababu hatutaki watu wakuwa wanatembea mbali sana kwenda kutafuta services, saa yenye services inaweza ikakuwa karibu. Hatutaki watu wajae Kenyatta when Kisii Teaching and Referral Hospital inaweza ikatibu. Kwa sababu healthcare professionals walisomea shule labda shule moja, walifundishwa na walimu ni wale. So they have the skills, and we have very, very diligent people and intelligent people in this country. Tena sisi tumesema ya kwamba kwa sababu saa zingine counties watasema hatuna mfanyikazi wa kuoperate hii machine. National government, the role of national government inakuwa ni kufundisha or training and policy making. Kwa hivyo tuko na program ya kupeleka wale wafanyikazi, madaktari na kada zingine, kuwapeleka ile inaitwa postgraduate. We umemaliza na umegraduate, lakini unataka kuongezea ndio ukuwe specialist. Kama ni daktari wa kawaida, anaweza akakuwa gynecologist, anaweza maybe akakuwa oncologist, or anaweza chukua any other path yenye inamfurahisha. Kwa kusaidiwa na serikali. Kwa kusaidiwa na serikali, tunawalipia. Tunalipia mpaka wale wanasomea Tanzania, tunalipia wale mpaka wanasomea kwa mashule zetu, Nairobi, and any other university wanachagua. Mara nyingi tumekuwa na kama cholera outbreak, kuna yale magonjwa ambayo yameweza kuleta shida. Nakuta katika kijiji ama sehemu fulani kuna outbreak ya cholera, kuna ugonjwa kama monkeypox, kuna magonjwa mengine ambayo yamekuwa yakizidia ama yakilemewa wa Kenya. Serikali imejipanga vipi katika outbreaks kama hizo? Tuko tayari. Unajua, kutokana na ile muda tulikuwa na COVID, and that was a very scary time. Yes. Serikali ilijenga structures katika counties na katika national government. Na nikisema structure, mimi simaanishi majumba. Mimi nasema mpaka structures ya kutoka juu, venye tutakuwa tunafanya utaratibu ya kuangalia. Na ile kitu tumefanya sana ni ku-enhance surveillance system kwa county na kwa mipaka yetu iko tight sana. Umeona tumekuwa na mpox juzi. Hata sio watu wengi walijua tulikuwa na mpox. Sababu pale Malaba ungepita kama hujapimwa. Na kama tumedetect tu uko na kitu, tunakufungia mahali, tunakupeleka hospitali. Quarantine. Unawekwa hapo. Sasa hiyo quarantine ni jina ngumu sana ya wananchi. Mi tunasema tunafungia mahali. Yes, tunafanya quarantine mpaka upone ndio upatane na watu wengine. Pia tunafanya contact tracing. Kama wewe umepatwa na mgonjwa kama mpox, tunakufuata kutoka pale ulitoka, ni nani ulikaa chini naye lunch, ulipitia kwa nani, ulilala wapi, ulishika mkono nani, na tunakwambia hata wewe wacha tukuangalie. Hiyo ndio imetuwezesha kupeleka hii magonjwa chini katika nchi. Tuongee mambo ya kolera. Yes. Na ni aibu kubwa sana nikiongea ugonjwa wa kolera katika nchi ya Kenya. Katika nchi ya Kenya. Unajua ugonjwa wa kolera ni ugonjwa inaletwa na uchafu. Sasa
hii Kenya yetu kweli tumeshindwa tuna kuosha mkono, inaletwa na uchafu. Na sisi wote tukizingatia usafi ya mwili, usafi ya environment, usafi ya maji ha? Yes. Na usafi mambo ya sanitation, hatutakuwa na shida ya mambo ya Ni watu tu wakwe wasafi. tafadhali. Hiyo tu ndio ninauliza watu wa nchi ya Kenya, tukue tu wasafi. Ukienda kukula nawa mkono, ukitoka msalani nawa mkono, mtoto akitoka shule kitu ya kwanza mnawisha mkono. Kama uko kazini nawa mkono, kunywa maji safi. Sitaki kusema ile kesi ilikuwa hapa, sitaki kurudia. Na katika malezi ya watoto ama katika uzazi tunaangalia, mara mingi nimekuona ukiadvocate for kina mama kunyonyesha watoto ama lactation centers at workplaces. Hiyo drive, mbona kuna hiyo drive? Tumesema ya kwamba hiyo ni hiyo si kitu tunatengeneza sahi. This is according to the Health Act of 2017. Health Act inasema kama wewe ni mwajiri, nyumba ya serikali, ya private, banks, kila mahali, mashule, lazima mkuwe na creche. Lazima mkuwe na ile nyumba wale wamama wamezaa watakuja kunyonyeshea watoto wao. Tafadhali. Na ni kwa nini mmeweza kuhimiza kina mama wafanye hivyo, ama government institutions ama workplaces izifanye hivyo? We are enforcing. We are enforcing kwa sababu lazima hiyo structure ikue. Wamama hawana shida kunyonyesha watoto. Yes. Wamama labda saa zingine wako na shida na kunyonyesha watoto kwa sababu hawana creche. Hawana mahali ya kunyonyeshea mtoto. Sasa utabeba mtoto kwa desk yako? It is not possible. Ndio maana tunauliza tu a private place penye unaweza ukanyonyeshea mtoto wako freely, comfortably, because the rise ya bottle feeding imetoka kutoka 22% to 34%. Sababu wa mama wengi wakifikisha 3 months ile maternity leave wanaambiwa rudi kazini. Hata wengine mwezi mmoja in some companies anaambiwa rudi kazini. Sasa unarudi kazini na wewe unafaa kuwa unanyonyesha mtoto wako 6 months expressly. So unakuta wamama wamepata mastitis, amegonjeka tena, you know. So we are imploring on employers, starting with government agencies. Please ensure you construct breastfeeding structures. So that wamama wakitoka nyumbani, yeye anakuja hata akitaka kukuja na ile chakula ya mtoto kidogo ama msichana wake wa kazi, wanakaa hapo. Sure, our farmers wanaendelea kupanda mandizi yao vizuri, wanaendelea kupanda mahindi yao vizuri, wanaendelea kupanda majani. Sure, our farmers wanaendelea kupanda mandizi yao vizuri, wanaendelea kupanda mahindi yao vizuri, wanaendelea kupanda majani, wanaendelea kupanda mimea yoyote bila tashwishi. Na ndio pia tupate product ama production ya products ya ile tumepanda ikue kwa wingi na healthy. Na katika hizi campaign ambazo huwa zinafanyika, labda campaign against malaria, kuna magonjwa kama hii ya cancer, unajua iko na miezi kadhaa. Serikali inafanya lipi ili kueneza hizi campaign mashinani? You see, a campaign ya kujulisha watu ni nini inaendelea. Saa zingine unaweza pata kama Ministry ya Health tumeanza kampeni ya polio, kampeni ya cholera. Lakini kwa sasa tunataka kuanza kampeni ya drugs and substance use. Kwa sababu utumizi wa madawa za kulevya, mambo ya nicotine na sigara siku hizi haihitaji kiberiti. Siku hizi mambo ya nicotine inahitaji tu socket. Na unaona sasa tuko na mambo ya housing, kwa hivyo socket zitakuwa mingi.
kwa sababu kuna ile tunaita pouches. Pouches hata haihitaji kitu, inahitaji tu kutoa, unawekelea chini ya ulimi. Tumeziona. Halafu kuna hii ingine electric cigarette, unaweka kwa socket, ina charge, unaanza kuvuta. Kuna vaping, kuna vapes na vitu zingine mingi sana. So ile tunataka kupiga kwa sababu hata tusome, tukue na mahospitali, tukue na kila kitu. Kama our moral standing in the society in regards to drugs and substance iko chini bado, tutaendelea kupoteza youths. Tutaendelea kupoteza watoto wetu. We have more than 600,000 children with between the ages of 15 na 18 wamesha kutana na pombe. Wanajua sigara ni nini, wanajua drugs ni nini. Sasa hao ndio tunatafuta. Na vijana mmewahusisha aje ama mmeweza kuwasupport aje ama hizi learning institutions ili kuweza kuhakikisha kwamba serikali imeweza kufikisha ujumbe katika kila kijana na kila shule? Jana tumeshaanza. Yes. We are partnering with all universities. The leaders wa universities tumekuja pamoja to make sure hiyo campaign imeanza huko kwa mashule. Na pia tunaangazia zile mashule za chini, primary school, junior school, secondary, senior schools. Tunawaangazia na kwenda kuwafundisha madhara ya hii madawa ya kulevya na madhara ya sigara, madhara ya pombe, madhara ya overdoing it. Sawa? Yeah. So tukienda pale ni kuwafundisha na tunashikana pia na NACADA. Hata leo niko na mama vice chair wa NACADA hapa. Kesho tukienda kanisani, hatutoki hapo kama hatujauliza Father, tushikane mkono ndio tuendeleze hii injili pamoja. Because this is not a single ministry's fight. Hii sio vita ya Ministry ya Health. Hii sio vita ya askari. Hii sio vita ya mama nyumbani. Ni vita ya sisi wote. Hii vita ni ya sisi wote. Whether wewe ni mtu wa kanisa ama wewe ni mtu wa kufanya kazi serikalini, wewe ni mtu wa injili, sisi wote tushikane ndio tuweze kufikisha hii habari pale chini. Madhara ya nicotine products ni mbaya zaidi. Sababu hiyo ndio inaleta kansa ya throat, inaleta kansa ya mapafu, inaleta magonjwa mengine hata ujui inatoka wapi. Na mimi nimesema nimeona kwa sababu kama saa hii tunajitayarisha kwenda kuchoma consignment. Mtu alilete ameandika only to be sold in Kenya. Sasa unashangaa hii only to be sold in Kenya. Si kwanza ungeuza huko hiyo nchi yenye umetoa, alafu utulete kama umetest huko nje. Hatutaki kuletewa takataka. In the name of nicotine. Na hizi dawa mingi ambazo zimekuwa zikitumika katika sekta ya ukulima, zile ambazo tunasikia kwamba serikali ilibane but bado ziko kwa masoko na zinadhuru afya ya Wakenya. Hizo nazo mmeshughulikia vipi? Hiyo ni mambo ya enforcement. Yes. And I think Ministry of Health na Ministry of Agriculture wanakuwa na kushikana kwa ukaribu sana. Because hata sio madawa tu ya plants. Iko pia madawa, drugs, ile inapita na magendo. Na juzi tumeona ya kwamba Pharmacy and Poisons Board wameshika doria to make sure hakuna dawa yoyote inaingia katika nchi ya Kenya na inafika kwa mwananchi. Ndio maana tumefanya track and trace. Tutakuwa tuna track kwenye hiyo drug imetoka, ni nani ameiuza na imefika kwa nani. Sawa sawa? Yeah. Hivyo ndivyo tutakab hiyo maneno ya drugs. Kwa yule mtu ameuzia retailer, wholesaler wenye wameuzia retailer, lazima watupatie ile list ya madawa yenye wameuza. Yes. Tujue ameuza ngapi. Tukienda pale kwa retailer ama kwa chemist, tukute
iko madawa ingine ameongezea, si atatuambia ametoa wapi? That is what the government is doing. Kando na mambo ya afya, ulizungumzia mambo ya Nyota, ukazungumzia labda mambo ya Hustler Fund. Unaweza ukaambia nini vijana, hasa wale ambao wanakutazama wakati huu? Mimi Nyota inanifurahisha sana. Hiyo program imenifurahisha sana. Ningekuwa kijana, hiyo kitu ni mzuri sana. Can you imagine a young man mwenye hajawahi pita grade 8, hakupita form 4, anaambiwa kuja nikupee 50,000. Alikuwa ana chill tu hapo nyumbani, akaambiwa kuja nikupatie 50,000 uende ukafanyie kazi hiyo pesa. Ulikuwa na hiyo pesa ukafanyie biashara. Unaambiwa chagua biashara yoyote na mimi nitakufundisha kufanya ile biashara. So anapewa pesa, anafundishwa, na kama alikuwa ameanza biashara inadhoofika kidogo, anaonyeshwa namna, anaonyeshwa njia. Unaona? Sasa mambo ya hatutaki vijana wakuwa wanarandaranda huku ovyo ovyo bila kufanya kazi yoyote. Hapo ndio mtu anapatwa na mental health issues, anaanza mambo ya drugs. So it's interconnected. Na mambo ya mental health ni ugonjwa. Ndio maana umeona mpaka kwa SHA iko na nafasi ya kwenda hospitali na iko catered for. Hii Nyota, kila wodi serikali imechukua 70 youths kila ward. Na katika hii nchi we have more than 1,400 wards across the country. Sasa hao wote wamepewa fedha ya kwenda kufanya biashara katika boma zao ama katika kwa market, na unaona tunajenga masoko. Kama unataka kuanzisha biashara uko na space. And I'm very happy kwa sababu wale governors wote wamekuja katika hizo launch za Nyota. Wamesema watawapea waiver ya licenses. Juu ile changamoto iko kwa biashara, aswa wale watu wanaanzisha biashara ndogo ndogo, wanasema license ni ghali, ni expensive. Ndio hiyo ni ghali. Wanasema iko tax nyingine hapa na pale. So wamepewa waiver depending on the county wako. And that is a plus. So mimi ningependa kuambia wananchi na aswa watu wa Nyamira na Kisii, serikali ya William Samoei Ruto, hatutaki siasa. Sisi tunataka maendeleo. Tunaongea maendeleo peke yake. Shukrani madam, na tukiondoka. Tumemaliza. Na tukimaliza. Saa yenye naanzia tu. Labda ukizungumzia mambo ya infrastructure huko katika kaunti ya Nyamira, uweze kugusia mambo na labda SGR. Labda mtu wa Nyamira anaweza kuwa ako na swali kuja kwako. Leo nimekuja na jeshi yote. Mimi niko mpaka na chair of KENHA, the chairperson of Kenya National Highways Authority. Ako hapa Kisii, Nyamira. Hiyo mambo yote ya infrastructure atawaambia yote. Yes. Kwa sababu kila kaunti imepangwa. Kabisa. Shukrani kabisa, na labda neno lako la mwisho kwa watu wa Kisii, watu wa Nyamira, wale ambao wanakutazama jioni hii, hasa katika yale ambayo umezungumzia, yale ambayo serikali imepanga kufanyia Wakenya. Asante sana watu wa Kisii. Mimi nimefurahi sana, lakini nataka kuwakumbusha jina yangu. Amarieta Anenigon Korokwa Mary Modhoni aka Alias Nyaboke. Sasa mimi nimefurahi sana. Na nitakuwa na nyinyi hapa leo usiku, tuamkie kesho. Tuko na shughuli hapa na pale. Tumeshikana sana na watu wa Abagusi, tunawapenda. Na pia Wakenya kutoka counties zingine. Mimi nimetoka Kirinyaga County. Niko na mtu hapa ametoka Nyeri County, wengine wametoka Nakuru County, wametoka kaunti zingine mingi na wanafanyia kazi serikali. Mimi naomba tushikane mkono.
kwa sababu yule mtu tunataka kuongelesha na kumwonyesha umuhimu wetu ni mwananchi. My interest here ni mwananchi. Asante sana na Mungu awabariki. Kelele ya siasa? Kelele ya siasa hatuko. Sisi tunataka hatuko. Mimi naweza nikasemea hata wengine. Hatuko kabisa. Shukrani kabisa Madam PS. Karibu tena Kisii. Tutaweza kuzungumza na wale wengine. Umesema uko na timu kubwa, wanaweza tuongelesha kuhusu mambo ya infrastructure na mambo ya elimu, mambo mengine tutaweza kuyaangalia. Na asante sana kwa wakati wako na karibu tena. Thank you very much. Miss Nyaboke, karibu tena. I'm happy. Wancho murigereria asinsemeyo no tukorera engambo yaito yeri tukeriga ria Jumamosi mbuya bona sana so guturigereria kurotwa chagete gukekera tukora korinde kuna koigura asingirire ase wizara iriyo bochero na mange serikali ya Nyarire gukora elio kwene kibuna aye omwancho murigereria kwanyoro bokorero bia anamono ase wizara eyo yobochero nguruko Matilda Obaigwa kirona rengenere katibu mkuu ase amangana yo yobochero Mary Muthoni asiria tarinda atevire Nyaboke. Karibu sana nende tugende gusanga anamono kyoso asensemo yekionga. Bye bye na ndatumira nechinsa chinde. Thank you.